Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu katika imani, bado tupo katika mwendelezo wa kuzungumzia mada yetu inayohusiana na ibada ya hija, ambapo jana tulikuwa katika eneo la viwanja vya Arafa na tukaeleza yale ambayo yanatakiwa kufanyika eneo lile. Lakini Muislamu anatakiwa anapokuwa katika maeneo haya, kuna vitu aviangalie katika mtizamo wa hali ya juu. Jambo la kwanza, atizame alama ya kiyama. Kitendo kile cha watu wote kukusanyika katika eneo moja, awe na fikra ya kufikiria namna gani ambavyo sisi tutafufuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa kitu kimoja, kwa sababu eneo lile watu wote wako sawa sawa, wamevaa nguo za aina moja, wako mahali pamoja, wanafanya kitendo kimoja, wanafuata amri moja ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo lazima Muislamu anapokuwa katika eneo lile au anapoangalia watu wa eneo lile awe na fikra ya kufikiria siku ya kiyama. Lakini pia Muislamu anatakiwa aangalie kwa mtizamo wa umoja wa Kiislamu, kwa kuangalia Waislamu waliokusanyika mamilioni wakiwa wanamwabudu Allah peke yake wakiwa wamevaa nguo ya aina moja, wakiwa wanafanya ibada ya aina moja, wakiwa wanashirikiana katika mambo ya aina mbalimbali. Kwa hiyo Muislamu atizame umuhimu wa umoja wa Kiislamu na ajue maana ya umoja wa Kiislamu. Lakini pia Muislamu anatakiwa atizame katika mtizamo wa kujitizama yeye kama mwanadamu, namna gani ambavyo ni mnyonge mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na anatakiwa awe hivyo kwa sababu umetoka mbali, umeacha familia yako, umeacha mali zako, umeacha nyumba yako, umeacha kitanda chako, umeacha kila kitu chako, na umekuja umeishia katika maeneo ya majangwa, maeneo ambayo hakuishi watu, maeneo ambayo muko peke yenu. Yote hii ni kujitizama kwamba namna gani ambavyo wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba. Lakini na jambo la mwisho, tujitizame tunapokuwa katika maeneo yale, kufahamu kwamba hakuna aliyekuwa bora, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika aliye bora kwenu nyinyi ni yule mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wanakutana watu wa aina mbalimbali, vyeo mbalimbali, waliokuwa maraisi katika nchi zao, waliokuwa wafalme katika nchi zao, waliokuwa mawaziri katika nchi zao, waliokuwa na vyeo vya aina mbalimbali. Watu wote wanakutana katika eneo moja, wakiishi pamoja, wakivaa vazi la aina moja, wakifanya vitendo vya sawa sawa. Hivi vitu vyote ni vitu ambavyo Muislamu anatakiwa avitizame. Kwa hiyo ndugu zangu, baada ya kuzama kwa jua, tukiwa tupo katika eneo la Arafa, tutaanza safari ya kutoka katika eneo lile kwenda katika eneo la Muzdalifa. Jana tulisema na leo tunakumbusha ya kwamba Muislamu hakikisha kwamba umefika katika eneo la Arafa, kwani hakika Arafa ni nguzo katika nguzo za hija, na utakapokuwa umekosa kufika eneo lile, basi hija yako itakuwa imeharibika. Yani wanawachuoni wamesema ya kwamba hata mtu akiwa imeingia giza, mathalan ilitokea ukawa umechelewa mahali, ulikwama mahali, ulipotea mahali, lakini ikawa ni usiku wa siku ya Arafa, lakini kitendo hicho kama utakuwa umefika eneo hilo, basi hija yako itakuwa ni sahihi. Lakini ikiwa hukufika kabisa eneo hili, hija yako itakuwa ni batil. Kwa hivyo watu wataondoka katika eneo lile la Arafa kuelekea katika viwanja vya Muzdalifa, na hii imeelekezwa na Allah mwenyewe subhanahu wa ta'ala pale aliposema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, fa idha afadhtum min arafati fadhkurullaha inda al-mashairi al-haram. Allah anasema mtakapomiminika kutoka katika viwanja vya Arafa, nendeni mpaka katika mashairi al-haram. Mashairi al-haram wanawachuoni wanasema ni eneo lile la Muzdalifa, eneo ambalo ndipo tunapotakiwa kuswali swala yetu ya magharibi na isha. Hata kama kwa bahati mbaya imetokea gari yenu imechelewa, mnasubiri usafiri, ikawa mmeingiliwa na usiku pale Arafa, msiswali swala ya magharibi na isha pale.
swala ya magharibi na isha mtakwenda kuiswalia Muzdalifa. Mkifika eneo la Muzdalifa ndipo mtakaposwali swala ya magharibi na isha kwa kuchanganya, kama mlivyoswali pale Arafa adhuhuri na alasiri kwa kuchanganya. Kwa mtaswali swala ya magharibi na isha kwa kuchanganya mkiwa katika viwanja vya Muzdalifa. Muzdalifa ni mahali ambapo watu wanalala peke yake. Pale ni eneo ambalo watu wanalala, na hii ndio sunna ya kuwa ulale pale. Na tulisema huko nyuma kulala Muzdalifa ni katika wajib, ni katika wajib. Manake mtu asiyelala katika eneo hili itabidi atoe fidia, lakini kulala katika eneo hili ni katika wajib. Kwa hiyo mutalala katika eneo lile la Muzdalifa mpaka kuingia kwa swala ya alfajiri. Katika eneo hili Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyotuambia mwenyewe katika neno hili, katika aya hii wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qabli la min adh-dhalimin. Allah anasema na mumtaji Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi katika eneo hili na kabla ya hapo nyinyi, yani watu waliokuwa kabla yetu sisi, kwa maana ya makafiri, walikuwa wamepotoka, walikuwa maeneo yale wakifanya ibada zile wanazozitaka wao. Kwa hivyo watu wamtaji Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi wanapokuwa katika eneo la Muzdalifa. Na bila kusahau tutakapotoka katika eneo la Arafa kuelekea katika eneo la Muzdalifa, katikati hapa njiani tunapokuwa tunasafiri, tusisahau talbia, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Haya ni maneno tumehimizana kwamba katika kila safari ya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine tutakuwa tukiyasema. Kwa hivyo tutakapofika pale Muzdalifa, mahali pale watu wengi wanalala, na ndiyo lengo ni kwenda pale kupumzika. Lakini usiende tu ukalala, ukaenda tu ukachati, ukaenda tu ukafanya vitu vya ajabu ajabu. Hakikisha kwamba eneo lile utakapofika unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Jambo ambalo napenda kuwahimiza na kuwasisitiza na kuwakumbusha katika eneo hili, mara nyingi sana Muzdalifa ni eneo la uwanja mtupu. Hili ndio eneo ambalo linatuonyesha wanadamu sote ni sawa. Hapa awe mtu wa aina yoyote atalala uwanjani. Hakuna nyumba hapa, hakuna hema hapa, hakuna godoro hapa, hakuna kitu chochote. Watu wanalala katika uwanja. Chukua tahadhari hasa kwa wanaume. Chukua tahadhari namna gani utalala, vipi utaelekea, mwelekeo wako nani unawaelekea, kwa sababu eneo hili ni eneo ambalo wanachanganyikana watu wa aina tofauti tofauti, wanaume na wanawake. Lazima uwe makini katika kulala kwako, ewe dada na ewe kaka, muangalie namna gani mtakaa, ili msije mkalala kama binadamu ukajisahau na ukajikuta unalala katika njia ambazo haziridhishi. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala awakubalie ibada zao wale waliokwenda katika safari ya hija, na Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe wenye kwenda mara kwa mara. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.